mazingira yanayowanyima wanaume furaha. Ili nikija kuleta kwenye topic vitu gani mfano utakuwa umeelewa. Mazingira yafuatayo yanawanyima furaha. Mazingira yafuatayo yanawanyima furaha wanaume. Mazingira ya kwanza, kuwaza kupitiliza uwezo wao. Waingereza wanaita overthinking. Wanaume wanawaza, yani mwanaume anaweza kama amekaa hivi, gari likapita, analolipenda, akaanza kuwaza mimi nitakuwa na nini na hivi. Mimi nitakufa sijaendesha kwa hiyo kwani mimi nikoje na huyu anaendesha gari. Yaani mwanaume anaweza kawaza kitu ambacho si chake. Akawaza. Overthinking ni mental health problem. Kuwaza kupitiliza kuliko uwezo wako ni changamoto ya afya ya akili. Ndio maana maandiko yanasema huku mkimtwika yeye fadhaa zenu, kwa sababu yeye anajishughulisha sana na mambo yenu. Ndio maandiko yanasema huku mkimtwika yeye fadhaa zenu. Kwa maana gani? Utaikuwaza sana. Maandiko yanasema nini? Yaangalieni maua ya kondeni, hayajikuzi, hayasokoti, lakini Mungu anafanya anayakuza. Yesu anauliza, je, jinsi zaidi? Anasema Yesu, je, kuna mtu anaweza kawaza sana akaongeza hata nywele? Hakuna. Haiwezekani. Lakini wanaume wanawaza too much kuhusu maisha yao. Mtu mmoja nilikasema, mauti msaidia mwanangu, kama anaandika sana mimi na maneno. Ni kweli na maneno, shida ni nini? Ananiambia, natamani kwa kila mbinu familia yangu iwe na furaha. Hata siwezi kwa nitakopa. Na maneno kwa mengi. Kila sehemu nadaiwa, kila sehemu nadaiwa. Ndugu zangu kusaidia kulipa kwa watu ambao wanadaiwa hawezi kuyamaliza. Kwa sababu too much thinking, mawazo mengi kufikiri kwamba madeni yatakusaidia. Mazingira kwanza. Mazingira namba 2, kutaka maisha makubwa kuliko uwezo wako. Na hii iko sana kwa vijana wa sasa hivi walioko vyuo. Watu wakia na kama ni shauri. Niko mwaka. Ni kozi gani nzuri hapa ambayo nitaka kuopti nipate. Unaambia unataka kozi gani hapo chuo nzuri? Kipenda. Na sio hicho kupenda. Wewe nitafutie ni kozi ambayo nikipiga. Kama mtu anaomba kushauri kwamba kazi ambayo akipiga atoke. Uweze kukuta mwanamke anaweza kutoka hicho. Yaani mtu aombi ushauri kwenye kazi ambayo anaweza akakaba mpaka kastaafu. Anamwambia nishauri kazi ambayo nikikata miaka 2 nikipiga natoka. Yaani sio kazi ambayo nikipiga naenda jela nikitoka pale. Nikipiga natoka. Wanaume wengi wanawaza maisha makubwa kuliko uwezo wao. Mazingira namba 3, kutokusamehe na kubeba vitu moyoni. Kutokusamehe. Wanawake wanaumizwa sana, lakini wanasamehe sana. Na wewe mwenyewe kwamba wale tulioa unagundua kabisa kuna vitu vingi mke wako kiukweli akikuwa samehe ungekuwa unaiondoa. Lakini alikusamehe. Mara nyingine akaenda kwao lakini akarudi. Sisi wanaume, ukibeba mtu utaki kabisa kusikia. Na wanaume tunaongoza, especially watu kaskazini. Tunaongoza kwa migogoro ya ndugu kwa ndugu. Dada yangu nimwambia bwana Mungu nikifa asikanyake. Unamuona? Sio kwa umeshakufa. Yetu kuna migogoro ya ndugu kwa ndugu na hatusameheani. Na tunafikiri sifa kumbeba mtu mmoja au msamehe. Sio kisha kurofisha. Umekwisha. Na tumejifunza kusamehe. Kuna tafiti nimesoma. Wamefanya University of Columbia, wanazungumza watu wasiosamehe kwa muda mrefu. Wamechunguzwa, wana connection kubwa na dalili za kansa kwa sababu ya kubeba negatives za kutokusamehe. Imagine nikasema Mungu wangu, kansa na kubeba watu moyoni bila kusamehe inaenda kubadilisha haya masezo ndani na kwa changamoto. Kisa tu tunashindwa kusamehe. Kwa kushauri mwanangu, pamoja na kwamba tunaumizwa kutokana na mambo mengi, jifunze kufanya nini? Kusamehe. Bwana asifiwe sana. Mazingira namba 4, mahusiano mabovu. Wanaume wengi tunakosa furaha na kushindwa kuishi maisha ya utoshelevu kwa sababu mahusiano yetu wengi mabovu. Wewe unahakika kabisa hapo ulipo
mkutano wa wanaume hapa, tungekaa basi tatu. Unatamani usirudi huko. Maana unaona kabisa hapa kuna amani kuliko wapi? Kuliko nyumbani. Tuna vijana wengi sana leo wanakuzwa na wazazi wao. Huwa wakija na wauliza, ndoa ya wazazi wako ni kitu gani uko proud? Sina kitu chochote ambapo niko proud na wazazi wangu. Inaniumiza, inanikera. Magomvi kila siku. Na kwa sababu wanawake wanaongea sana, angalau wanatoa yale masumu ndani yao. Sisi tutaongea wapi? Mwanaume wote kuuliza sasa hizi nzuri. Kwema. Swali. Nyumbani hajamba hawajamba. Ukiendelea kuuliza, una nini na mimi unauliza maswali mengi, hataka kuuliza. Na unaweza kukuta hakuna kitu kilicho swali, umebeba maumivu ndani yako. Unataka tena bado huwezi kumwambia mtu yote. Unakuwa na naishi bora. Lakini unajua kabisa kati ya vitu ambavyo ungekuwa tayari kuvigawa bure ni mke wako. Lakini huko hapo ndio unakumbuka ndio uliambiwa mpaka kifo. Na bahati mbaya unashangaa unapomchukia ndio jinsi ananenepa. Ndio jinsi anapendeza. Ndio lazima usimpende kale. Unajuta hata kuwa naye. Lakini mahusiano yetu sio mazuri. Lakini unajua kuna vitu ambavyo the only thing ulikuwa unataka kufanya omba msamaha, mambo yaisha. Sasa naomba niongee na wanaume. Kwenye mahusiano na ndoa, wanaume wengi hatujui kuomba msamaha. Watu tunasema imeisha basi. Wanaume, imeisha basi sio kuomba msamaha. Msamaha unaombwa na nimekosa, nisamehe, sintorudia. That is what we call apology. Kuna tofauti ya confession na apology. Confession ni kukiri, ndio nimefanya, ndio umekiri. Alafu baada ya hapo unatakiwa uunge apology. Ni samehe. Mbona Mungu tunamwendea kwa vyote, una confess alafu una apologize. Lakini kwa mwanamke basi ameisha. Tufanye hapa nini? Tufanyaje ameisha? Yanaisha kwa msamaha. Ndio tunawaambia kumbuka ya kale. Mwanamke naomba niwafundishe saikolojia. Mwanamke anaga ya kale. Ubongo wa mwanamke hauna ya kale. Ndio maana anaweza kaleta kitu cha miaka 10 iliyopita. Akileta kama mimi nilitokea jana. Ubongo wake hauna ya kale. Ukitaka ile ya kale, omba msamaha. Wamepewa kitu ndani yao, wana uwezo wa kusamehe na kusahau. Kitu ambacho sisi tumenyimwa. Lakini wengi sisi hatuombi msamaha. Na ukitaka kujua tuombe msamaha, wengi tunasema kama nimekosa. Ukianza kushanga neno kama, hamna msamaha. Endapo hamna kitu. Kama unaona mimi nimekukosea, hakuna msamaha. Ndio maana shakali bado kulaumu milele. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukiweza kutengeneza mahusiano mazuri, wale vijana ambao wanaingia kwenye ndoa, kama wewe baba pia una mtoto wako ambaye yuko kuanzia 18 kuendelea, 20 something kuendelea, na vitabu vyangu pale vimeandikwa najiandaa kwa ndoa. Nimeviandika vile vitabu kwa watu walio kabla ya kwenda kuoana au walio kwenye ndoa chini ya miaka 5. Pata hizo vitabu. Kuna vitu vingi vinavyoponza wanaume kwenye maamuzi yetu ya kimahusiano kwa sababu tu ya kukosa uelewa. Mazingira namba 5, matarajio makubwa kupitiliza. Mazingira namba 6, mazingira ya kazi tunazozifanya ni risk kwa wanaume. Wanaume wengi tunafanya kazi ambazo ni changamoto. Riski zina hatari. Kwa hiyo mazingira yetu ya kutokuwa na furaha ni makubwa. Masaba kwa asili mwanaume ni mdhaifu ndani. Kwa hiyo kuumizwa bila kusema chochote ni kukubwa kwa mwanaume. Mwanaume amepewa kuwa strong nje. Ndio maana sisi tuna protect. Sayansi inaniambia kuanzia mtoto wa kiume anakuwa tofauti na mtoto wa kike. Mtoto wa kiume ana muscles ndefu, ana mifupa mirefu, skeleton yake ni ndefu. Ndio maana kwenye kubalehe skeleton ya mwanaume inabadilika kwa sababu ametengenezwa nje kuwa strong, kuprotect, kulinda. Ila strength, nguvu ya mwanamke
Ndio maana wanapenda kupata taarifa sensitive. Akakaa akaanza kuambia taratibu kidogo mpaka alikuwa kukupa yote. Anarambia akikwambia yote ni shida. Kwa nini? Sisi nje tumepewa kuwa strong, ndani tumepewa kuwa weak. Ndio maana familia ambayo mwanamume ni strong nje, akategemea reliance ya mke wake kwa strength yake ya ndani, hawa watu wanazeekaga pamoja mpaka watu wazima. Kwa nini? Wanategemeana. Kuna kitu kinaitwa need complementarity, wana complement vitu vyao. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mazingira ya mwisho yanayofanya mwanaume anakuwa hana furaha muda mrefu na anakosa utoshelevu ni kwa sababu kwa asili na kwa experience na kwa namna dunia ilivyoumbwa, sisi tunategemewa zaidi. Sisi tunategemewa zaidi. Tunaomba tuko hapa, unategemewa na familia yako, unategemewa na ndugu zako uliozaliwa nao, unategemewa na wazazi wako, unategemewa na majirani zako, unategemewa na kila kitu. Ukija kwa kanisa pia tunakutegemea. Bwana asifiwe. Tunakutegemea. Kwa sababu ni waelida. Bahati mbaya wanaume wengi kutoka hapa, tuna watoto ambao tunahubiriwa asubuhi. Tuna vijana wanakuwa kwenye nyumbani kwetu. Hatuwaandai kuwa man, tunawaandaa kuwa boys. Ndio maana sasa hivi tuna boys of age, tuna boys wa umri mdogo, tuna boys adults, tuna boys watu wazima. Lakini boys naambia kwa kina mama sasa hivi usisherehekee kuolewa eti kwa sababu ana 43 na mtu mzima. Au unaweza kuwa 43 umri wa kula, lakini mental age akili yake miaka 21. Miaka 16. Tuna wanaume wengi kwa hivyo. Mke anabaki bana nini? Bado mmoja kuja unataka hapa. Ndio bado. Mwezi mama anamwambia bado. Anakuja naye anaweka. Mbona upandishi mimi nafikaje huko? Baba anasema mimi nitafikaje. Anamwambia wife. Na wife sasa hivi tunakuta huko wanapaka rangi wanafuka mama na namba za fundi huko na namba za fundi free na namba baba yeye baba sisi wao age au 30 something wanapendeza wazuri kwenye mazoezi wakute marathon wakeza wanalalamika kila kitu hawana muda na watoto zao hawana muda na wake zao. Hiyo ndio kazi ya wanawake ni wanaume. Na ndio maana sasa hivi cheating inaongezeka sana. Huko zamani bado wanaongea cheating ya wanaume. Sasa hivi almost huko 50-50. Wanaume na cheating, wanaume na cheating. Kwa nini? They are not satisfied. Ujuza. Watoto wale. Ada. Kurudi kwao. Wanachelewa kurudi. Hawezi. Hawajaruhusu hivyo wanawake. Na unafahamu by nature, ukisha sikia dalili yoyote ya mwanamke wako sio mwaminifu, huwezi kusamehe. Wao wapewa kusamehe kwa sababu hivyo wao uliwekwa kwetu. Sisi hatujapewa kusamehe hiyo jambo. Ije mvua, ije mvua. Taenda. Baada ya kuambia utaenda kwetu, tumeachana. Ndio anamkuta kwa wanaume wengi baada ya kule hotel hata kama wameshaachana kule alipo anapata stroke. Haya stroke za wanaume zinaweza ziko kubwa sasa. Tukio na wengi wanalipiga hiyo tukio la kwanza alafu likajibiwa. Lilipojibiwa ameshindwa kufanya nini? Mimi naambia baba wakati nataka kujiandaa kupiga tukio itest likirudishwa aliyoenda. Bwana asifiwe. Hapo ndio wengi wanasema amen. Bwana asifiwe. Amen. Uwezo wako wa kuhandle always sasa mara nyingi tunategemewa. Sasa the issue is kule kutegemewa na ndugu zako, familia yako, mke wako na mwenye nyumba
umejiandaa vipi kuhakikisha una take care ya maisha yako wewe mwenyewe ili uweze kuendeleza furaha na utoshelevu na wakati huu uendelee kutegemewa. Wengi tunajikuta tutaweka mawazo na akili zetu kwenye kutafuta ili kuondokana na kule kutegemewa, yaani uhakikishe everything kinachukua demand kwa kunacho afu na msaada. Mwisho wa siku kuna wanaume ambao wanafanikiwa na hawana furaha ndani yao, hawana utoshelevu ndani yao. Tuna vijana wengi ambao asubuhi kwenye mahubiri tunaambiwa watoto wako wanajua unachokifanya. Watoto wengi sana wanauliza, unajua baba yako afanye, unapenda anachofanya baba yako? Wachache. Kwa sababu wanaona kama kazi anayofanya baba imekuwa sosi ya baba kutokuwa na furaha. Mkali, hana furaha, fujo kila siku kwa sababu ndio happy, ndio furaha. Twende kwenye mambo ya sita. Ninapataje furaha na utoshelevu? Ndio maana vitu natamani kujibu mchana leo. Ninapataje furaha na utoshelevu? Ninapataje furaha na utoshelevu? Ninapataje furaha na utoshelevu? Sasa watu wa Mungu, ni vizuri ujue kwamba ili kupata furaha na utoshelevu kama mwanaume, sio swala la kuombewa, sio swala la kuwekewa mikono, ni swala la kufanya maamuzi kwamba mimi Joseph Mushi ninatamani kuishi maisha ya furaha na utoshelevu. Mimi Musa Christopher Joseph ninatamani kuishi maisha ya furaha. It is a choice, ni uchaguzi, ni maamuzi. Kama usipoamua, nothing will happen, hakuna kitakachotokea. Yaani huwezi kutengeneza mabadiliko yote kama hutoamua. Lazima uamue kwamba nimehangaika kwa muda mrefu na kosa furaha na tamani kuishi maisha ya furaha na utoshelevu. Jambo la kwanza. Kumbuka kwamba kama hutoweza kusuluhisha matatizo yako yote ya kiuchumi wakati mmoja, kama unataka kuishi maisha ya furaha na utoshelevu, fahamu hili kwamba you will never solve all the financial problems at once. Kama hutoweza kusuluhisha, kutatua matatizo yako ya kiuchumi kwa wakati mmoja. Wakongo wanasema doze. Maana yake nini? Taratibu, polepole. Unataka kujenga nyumba nzuri, hatua. Kuna muda utanunua kiwanja, utatulia. Kuna muda unatafuta hela uweke msingi, utatulia. Vijana wengi sasa hivi na wanaume wengi anataka apate hela, akipata hiyo hela ndio anunue kiwanja, nyumba. Ndio maana sasa kamaliza nyumba. Lakini huo uwezo ni wako wa asili. Unakuja kugundua uwezo wako wa hela ya haki uwezo, ila hela ya mageni, hela chafu, ya dawa, hela ya damu ndio inaweza hilo jambo. Na ndio maana sasa hivi unaona sana kwenye mitandao, Tanzania ahukumiwa jela kunyongwa, anakwenda jela maisha, au anakwenda kunyongwa Pakistan, China, Thailand, Indonesia kwa kukutwa na madawa. Kwa nini amekubali? Aliambiwa ukienda na mzigo ukarudi na mzigo mwingine, ukitua Tanzania na bilioni 1.5. Anaona yani sikumeza kete tu, shida iko wapi? Mama mtu amesha kutrain, unakaa njaa siku 3, unakunywa vimiminika, unameza. Ukienda kule unakunywa vimiminika, unakaa njaa siku 1, unaenda chooni, vinatoka. Unaona simple sana. Kwa nini vijana wetu wanakubali kirahisi? Kwa nini? Kwa sababu tunafikiria kwamba tunaweza kutatua kila tatizo tulilonalo la kiuchumi just like that. Ndio rafiki yangu anaenda chuo cha Dar es Salaam.
tuliana na binti moja. Jamaa akaomba kazi Barclays, binti kuna benki ya Barclays kabla hajawa Absa, akapata kazi. Baada ya miaka mingi mtaani akapata kazi Barclays, wakawa kule. Wakapanga mtakapo kulipa mshahara mpaka lini. Wakapanga mtakapo department yake na department yake, wakapanga. Jamaa akatengeneza mazingira kupiga milioni 200 na mke wake akatengeneza mazingira kupiga milioni 200. Wakapiga milioni jumla ngapi? Milioni 200. Wakaacha kazi. Wakawa blacklisted. Hakuweza kufanya kazi benki mpaka leo. Hela nyingi wamepata muda kidogo nyuma. Kaenda tabaki. Kafanya nini? Nyumba haraka sana wanajenga mchana usiku. Nunua gari. Tumia hela nyingi sana kupiga gari. Nunua treni nene. Na mtandao kama tumetoka tour, tunaona na wife. Tunaenda Uganda kupitia Mwanza kwa Uganda, tunaenda Kenya. Na wanafanya tour. Sio hapo na kazini. Hela wanayo. Ndio nimeanza kupitisha. Kwa hizo Mwenye nyumba, kumbe ile nyumba wamejenga sema kwa maji yanapita. Sasa wana haraka na upofu wa hela. Amejenga sema kwa ule mto haujawahi pitisha maji miaka mingi, lakini siku ya kupita yanapita kwa nyumba. Kuna mwaka ulitokea mafuriko. Yalivunja ukuta, yakachukua ile gari zao. Zile gari walikuja kuzipata baada ya wiki mbili, wameuza scraper. Gari zote. Hela wanakuwa maji yaliyokuja kama yametumwa, yalikuwa yanafungua mifuko kwa makabati. Ni kama maji yametumwa, yanafungua mifuko ya jamaa anakwambia ilikuwa sikimbili mifuko, tunakuja watoto na washika watoto hivi juu kwa sababu maji yanazifanya kuta zimevunjika. Wakaondoka kule wanaanza miaka 2.5 baada ya kupiga ile na maisha kuwa yafanikiwe. Daktari kijana ni mwanasiti akaongea na mimi akaniomba 15,000. Unanielewa? Akaniomba 1000. Nipe na 15,000 niende Morogoro na Lima. Kutoka kupiga tour ya Nairobi Uganda sasa na Lima Morogoro. Anaomba nauli, yaani ana mazao yale hana nauli kufuata. Na ndio akamshinda baada ya maisha kubadilika. Hawezi kuona watoto. Ndio amekwisha uchumi umekwisha kila kitu. Kama ndio maisha yamepita. Na baadaye naomba hawezi kupata kazi kwa sababu blacklisted. Kiu ya kufikiri kwamba matatizo yako yote ya uchumi unaweza kuyatatua kwa pigo. Kuna mtu ananielewa? Na kama una watoto wasaidie, fa maisha ni aste. Maisha ni taratibu. Maisha ni taratibu. Kitu ambacho unaweza kufanya wakati mmoja. Yesu akija hapa kuchukuliwa. Ila vingine vyote ni taratibu. Taratibu. Tunaenda kwa watu na shangao na majumba mazuri, lakini hawajapata kwa haraka. Unaona kabisa ukiangalia historia zao na maisha yao, unaona kabisa iko slowly by slowly. Slowly by slowly. Bado unashaka vitu vimebadilika, lakini unakuta kuna vijana wengi wanafikiri you can do by night. Waingereza wanasema Rome was not built in one day. Roma haikujengwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kila kufikiri kwamba unaweza kusolve matatizo yako yote wakati mmoja ndio utakuleta sabuni. Kila kufikiri kwamba unaweza kuwasaidia ndugu zako wote, unajua tuna ndugu zetu wanadimandi kwenye kila kitu. Alafu nafikiri kwamba unaweza kuwasaidia wote. Unataka wote kuwasaidia. Wote kuwasaidia wakati mmoja. Uwezi. Au naomba niwaambie wanaomjioka. Kuna ndugu zetu tunapambana sana kuwasaidia. Tukifikiri kwamba wanatutegemea sana na bila sisi hawezi kwenda. Naomba niwaambie siku kifa utashangaa unaendelea kuishi fresh. Yaani maana yake wana option. Ila wao unafikiri hawana option. Wanakutegemea wewe umedanganyika. Siku ukifa au kaukoka kama hospitalini. Naomba niwaambie unaweza hata sikuona. Na maisha yao hayatasimama. Wataishi. So, don't die for the people who cannot die for you. Usife kwa watu ambao hawezi kufa kwa. Sikufundishi
Kuna mtu ananielewa? Watu wako wanaangamizwa kwa kukosa nini? Kuna mtu ananielewa? Jambo la pili akukumbuka. Jambo la pili akukumbuka. Hakikisha unajifunza kupangilia muda wa kupumzika na muda wa kulala. Usingizi wa kutosha. Hakikisha unapangilia. Nasema nini unapangilia? Kwa sababu maisha tunayoishi sasa hivi, kama ukifanya mchezo kulala, yani kuna kiu ya kuhakikisha tuliambiwa tutailima na kuitunza. Laana ilipokuja tukaambiwa tutakula kwa jasho. Yani utasikia mwanaume unalala, mwanaume analala, mwanaume hawalali. Nani anawaambia? Ndio maana unakufa. Ovyo, mwanaume analala. Shida mwanaume analala muda mrefu sana. Ukiona wewe mwanaume unajisikia kulala na unajivunia kulala, sio na mwingine mimi na usingizi, yani ututenganishi. Mwanaume anaongeza. Yani unajikusa. Mbaba anaongeza. Ila naomba nikwambie, hakikisha unapangilia, make it to the plan. Uweze kupata muda wa vitu viwili, resting and sleeping. Waingereza wanasema resting is not a waste of time. Usifikiri kupumzika ni kupoteza muda. Pumzika. Pata muda kupumzika. Yesu mwenyewe alifika point akawatoroka wanafunzi, akaenda kupumzika. Watu walipomfuata akawa mkali. Kule akawa mikate, akawaita. Hapa amekuja kupumzika, akaona, akamwambia nyinyi na watu mnapata neno mpaka mikate. Yesu anakuwa mkali, wamempata hata ghafla nini? Kupumzika. Tafuta muda kupumzika. Tafuta muda lala vizuri. Kuna utafiti nimekutana nao kufanya University of Columbia unaitwa Why do we sleep? Kwa nini ni vizuri ulale ya kutosha? Na una recommend na huo utafiti umefanywa kwa watu wanaolala chini ya masaa 6. Chini ya masaa 6. Less than 6 hours. Sasa wewe ukutana nao unafahamu wao tunasifiana waweza kulala masaa machache. Kwa sababu unaangalia kila sehemu au mkoga afu kesho yake utakutana kazini ambaye ni ganga yule ambaye aliondoka saa 10 afu mkole kazini. Huyu mwamba alitoka saa 10 baba. Na tunaona yule anatijishiki. Wewe unatoka saa 4 kwa mama tu. Yaani leo masaa machache ndio mwamba. Wakati wewe ndio unamsikia. Sasa ngoja nikwambie. Utafiti wa University of Columbia, watu wanaolala chini ya masaa 6 mara kwa mara wamegundulika wana shida zifuatazo. Namba 1, changamoto za moyo. Ugonjwa wa moyo. High blood pressure, hizo zote. Namba 2, kansa 3 zinawanyemelea. Ya kwanza ni prostate cancer, breast cancer na bladder cancer. Watu wanakosa usingizi wa kutosha. Changamoto ya afya ya 3 imegundulika kwa sababu Mungu amekumba unapolala masaa ya kutosha. Kuna watafiti wanasema kuna kitu kama wipa, kuna kitu kama kinaraba, wanaita kama ufuto, unapangusa accumulation ya poison kwenye ubongo, na hiyo poison inaitwa beta amyloid. Sasa unapolala vya kutosha, kuna kitu kinapita kama wipa, kinasafisha the beta amyloid. Kwa unakuwa sawa kwa sababu haiaccumulate kwenye ubongo wako. Watu ambao beta amyloid inakuwa accumulate kwenye ubongo wao wanapata changamoto zifuatazo. Kwanza wanakuwa wanapata kumbukumbu, lakini pia wanakuwa na risk za brain tumor. Brain tumor. Siku hizi watu wanapoteza kumbukumbu, wala si wazee. Tukimaliza hapa bado utasikia nisahau simu, nisahau charger, nisahau daftari. Kuna watu wadogo wanapoteza kumbukumbu. Siku sasa mimi ni popo. Yaani kuwa popo ndio sifa. Watu wala. Tena Dar es Salaam watu wala. Na kwenye kuhusu kulala, naomba nikufundishe mwanaume ulioka hapo. Unakuwa in the bed na unakuwa on the bed. Unapolala unatakiwa uwe in the bed. Unapokuwa umepumzika kawaida unatakiwa uwe on the bed. Sasa shida ni kwamba kuna watu wanalala usiku mpaka asubuhi yuko on the bed. Hajakuwa
in the bed. Utagunduaje uko in the bed? Umelala na mke wako au umelala na mwenzako, alafu saa 9 anaamka kwenda washroom, unamwambia zima taa. Umeionaje? Ukiona umezima, umegundua mwanga, ujue huko na wale watu ambao kila siku mezunguka. Hiyo ndio mlinzi. Mlinzi wa nje na mlinzi wa ndani. Yeye anajua kila kitu. Ndio wale watu wanasikia, akilala sikia, msiguse kitu, msimsumbue. Kuna nyumba ukienda kusikia baba amelala, kila kitu kinanyamaza. Ni watu mioyo tu hapa. Sisi tunafunga kwa nguvu baba kaamka. Kwa sababu ndio baba kukuza kila watu. Kaamka. Kuna shida. Mwanadamu ana kitu kinaitwa conscious, subconscious na unconscious. Unapolala unatakiwa umove kutoka conscious, subconscious ufikie nini? Unconscious. Yaani uelewe kitu kinachofanya nini? Sasa umelala, unajua kila kitu. Unampata nini? Nimesema hivi wewe kuishi na furaha na ushirikiano, pangilia muda wa kupumzika na kulala vizuri. Unampata nini? Epuka vitu vinavyokusaidia kulala. Unanielewa? Epuka, usitumie external methods, usitumie mbinu za nje za kufanya ulale. Mungu ametuumba ili ulale katika njia ya asili. Ukichoka, macho yanawasiliana na ubongo, yanafunga. Ukiona umechoka, unataka unasinzia, lakini macho yanagoma kufunga. Jambo moja la kwanza, una stress. Kwa sababu stress inafanya ubongo unaendelea kuwa na activity. Umekudaiwa kutaka kulala, unaona kuna kitu kama unakonvuka na kulala wewe. Ndio vile unafumba watu mbele na kuja. Unafumba watu ndio kama anagonga huko kile huko. Ndivyo unapokuwa na stress. Ukitaka kufumba watu macho yanagonga. Ndio maana tunasema usijisumbue kwa neno lolote ila kwa kuomba. Ukiweza kupata hilo neno kalishi utalala usingizi. Bwana asifiwe. Ndio maana maandiko yanasema baraka za Mungu hazina majuto. Maana yake nini? Baraka yote Mungu aliyokufanikisha ya kiuchumi, ukiona hiyo baraka inakufanya usilale, it is not from God. Kwa nini? Kinachotoka kwa Mungu kinakupa nini? Usingizi. Kwa Mungu unanielewa? Kinachotoka kwa Mungu kitakupa usingizi. Sasa hivi tuna mafanikio, watu wanapenda mafanikio. Hata akija kwa mganga anaambia sasa hapa bwana utapata bilioni 6 utapata kwenye kazi. Lakini sasa sharti lake kwamba hutolala. Wanaume ndio yaani chukua wote. Usijifunza nao usitaki. Mimi nipe mafanikio. Kuna jamaa alienda Ulaya akapiga mafanikio halali anafanya kazi 3. Wanaomba na sisi ndio kazi zao. Tukifanya kazi nyingi tunafanya 3. Yaani hapo umefanya too much lakini unakuwa recommended 2, akapiga 4. Akafika sehemu akapata tatizo la kutokulala. Hawezi kulala kabisa. Akilala macho yafunga. Viungo vyake vya mwili na kuna baadhi ya wanyama wengine ambao hata kupata shida kwa halali. Akaenda hospitalini na kumwambia kila kitu kinachouma ni kwa sababu kuna muda mrefu hujafanya nini? Hujalala. Akapewa dawa hospitalini. Akalazwa 1.5 mwezi. Hawezi kuamka kula, anakula kwa mirija. Na alifanyiwa vile makusudi ya fanya nini? Alipofufuka akatafuta tiketi akarudi Tanzania. Story ya rafiki yangu mmoja miaka mingi iliyopita ilinisikitisha. Alex alikuwa vibrant sana kwa watu walowasa, kwa mara kubwa sana. Nilikuwa naamini kuna mafanikio ambayo lazima uteseke sana. Nakumbuka watu walowasa alikuwa mtaka kituo chake kama kufanyia mitihani hivi. Watu wanafanya QT kule.
nafikiri alikuwa na Mungu amwekea mzigo ndani yake wa kuchukua watoto waliofeli kwa mazingira magumu na kusomesha. Nenda kwa Wasa na kuvuka akaomba Wasa ndio rasmi graduation ya hicho kituo. Sasa unaona kama unaweza kupangisha vision yako ilikuwa nakupa ardhi akapatia ardhi nafikiri Bagamoyo ili ajenge kile kituo. Leo wapi? Akafight sana akapata nafasi kwenda UK. Afika UK akafanya kazi 3. Akamwambia Watanzania Alex, mkuzi mlaya kasema wakamenya mjui kitu nilipeleka huko nimekuja kufanya kazi nikajenge nini? Akamwambia ndio, lakini tulia, lala. Nakumbuka alikuwa sana kanisani, akachumia binti moja akafanya engagement, akamwacha binti na pete, kaenda Uingereza. Ameenda Uingereza, Alex alikuwa halali. Anafanya kazi za mchana, anafanya kazi za usiku. Anawaambia watu, nimekuja na vision. Nataka nikajenge kitu. To make the story short, baada ya miezi kama 8 ya kulala na kufanya kazi usiku na mchana, Alex alianguka. Wameenda kumcheki, kaona damu zinamtoka puani, masikioni na mdomoni. Wamemchunguza, wakamwambia mirija ya damu imepasukia brain. Mirija ya damu imepasukia brain. Wazungu wamehangaika na Alex akakata roho. To make the story worse, Alex anakuja kurudishwa Tanzania. Mwili umekuja kufika Tanzania. Siku tunaaga ndio siku ambayo Alex atakiwa funge ndoa. Kwa hiyo mwili wa Alex umeletwa kanisani. Yule binti alikuja vae nini? Alex anafanikiwa kwenda shule. Anafanikiwa kuoa. Yule binti hapo leo anatoka na watoto sasa. Wengi. Na baba mwingi. Anaona sisi tucheleweshe. Wewe kufa. Alex akasikia vision yake hata moja haijatimia. Kile kiwanja kule Bagamoyo kutoka hakipotea. Tafuta muziki. Mimi nimesoma tafiti ya University of Columbia, nilienda nikamwambia mafundi wa chonge sleeping coach ndio Simba. Na sleeping coach unaweza kukaa au kaa. Nikatengeneza nikaweka ofisi kwangu. Simba na ofisi tofauti, lakini na office ambayo inakuwa muda mrefu iko na bathroom, washroom, tea room, lakini nikaweka sleeping coach. Nikiona nimekuwa busy kama leo kutoka hapa na events nyingine ndio bado nimechelewa, kesho 1 hour au 2 hours talala. Na nikipanda ndege natoka na zile ndani za kulala zinafahamu na nikaja hapa zile na kwa nazo ofisi na weka hapa. Kwa nini? Na ndoto natamani kuiona hiyo ndoto, na watoto na walea natamani kuona maisha yao na future zao na harusi zao na ndoa zao, nataka kuziona. Ili nizione natakiwa kuwepo. Unaona unanielewa? Mungu kabla ndio hivi. Kama una ndoto yako haihitaji msaada kama hizo wako. Ndoto yako inahitaji afya yako kwanza. Unaona? Kama una ndoto, kama una big vision, hiyo vision yako kabla ya mtaji inahitaji kwanza wewe. Na naomba niwaambie, hakuna mwenye ndoto anayetamani ndoto yake asijali afya yake. Kwa nini? Ndoto yako inahitaji afya yako. You need to be there. You need to be ya kufanya uchangishe kanisa, uchangishe ujenzi, ukomee kutafuta hela ya kanisa, afu usaje hata mwezi mmoja kwenye kanisa mpya. Tunazindua haupo. Tunakuagia huko kwenye kanisa la zamani. Amen. Si ni hasara jamani. Unataka unakomaa kujenga kanisa jipya. Uwepo. Kuna mtu ananielewa? Amen. Kwa hiyo prioritize usingizi. Kila tena lala. Kati ya vitu vitakusaidia ni kulala. Ukifika kitandani zima au deactivate simu yako. So ukilala simu ikiwa pembeni unatuma message. Afu
wanaume wengi wengine wanaambia ujaondoa data wife asijaona message. Na ukishaanza hizo wako usingizi wote. Wanaume sinajua. Amen. Usingizi kila ukisikia mlango na nani unachukua simu. Muda siku kishaanza wakati kupora kwa usingizi au unapofeli. Na mipira siku hizi na wadada wengi wanakuja usiku na huko mume wangu anaangalia mechi zote. Anaangalia zote, yani anaangalia zote za local, international zote anaangalia. Kuja hapo ishi sio mpira, shida ni mwanaume ana tatizo. Aidha hajiwezi kitendo la ndoa kwa anaogopa wanamwambia bora kuliko nini? Kuliko fedha. Bora nilaumiwe silaha kuliko nikalala kweli. Halo. Unaamua unifanya unapenda timu zote, unapenda kitu. Lakini mimi na magomvi. Kwa jinsi unavyokaa karibu mtagombana. Kwa hiyo mbele. Bwana sikia sana. Jambo la pili mmelielewa? Jambo la tatu. Usisahau kama mwanaume, usisahau kuishi hobi zako. Usisahau kuishi hobi. Nikisema hobi unaelewa? Usisahau kuishi nini? Hobi zako. Don't forget to live your hobby. Watu wengi wanafikiri kwamba ukizeeka hobi zinaisha. Naomba niwaambie, hobi tunazaliwa nazo, hobi tunazeeka nazo, hobi tunakufa nazo. Kuna mtu anaelewa? Usifikiri kwa sababu wewe una miaka 60 hobi imekwisha. Hakuna. Hobi is nature. Hakuna mtu aliyefika hapa wakati anabatizwa akasema Mungu tunaomba umpatie hobi. Hakuna. Ulijikuta unapenda unachokipenda. Kuna mtu anaelewa? Ulijikuta unapenda unachokipenda. Sasa kuna watu wengine wanafikiri hobi kumbe sio hobi. Sasa mimi hobi yangu drinking sio hobi. Sasa ukipata hivyo hiyo sio hobi. Wewe ni mwenye sio hobi. Wewe mimi bado makali sio hobi. Wewe ni ulaji. Hobi ni vitu kama watu wanapenda kusafiri, hobi yake kusoma vitabu, hobi yake. Hobi ya kusoma vitabu sio kusoma faulu, anasoma college. Kuna watu hobi yake ni kutembea. Kuna watu hobi yake ni upishi. Ni mtu mpaka wa baba wako wanapenda sana. Simon cooking. Kuna watu hobi yao ni kuimba, mazoezi. Lazima hobi. Mazoezi. Wewe unafuatilia mtandao wa maisha. Lazima hobi. Kumi na nusu niko nje. I love running, biking, gymming. Kwa Marekani mkiona mnakaa kubadilika kwa Texas kuna tornado kabla sio narudi Tanzania. Wiki moja sijafanya mazoezi haiwezekani. Kwa sababu ni hobi. Kulala sio hobi. Kama hizi mtu anakuja na mimi mwake na lala. Yaani nalala na sababu mpaka kula na lala. Kama mimi kuna kitu kimepata likizo. Nalala Hamisi nikamka na pili. Daktari wa haraka nimtafutie huyu kama hawezekani kuwa mzima. Unalala. Ndio kwa hiyo yani hata wewe mzima anaimba kwaya. Kuna wazee fulani tena wamevaa kwa mtandao mpaka nishawakariri zaidi. Moja ilikuwa karibu sawa hadi mimi kitu kinaendelea kwa kijana na mwana marathon. Yuzi mbona kwa marathon nyingi. Lakini ndio tano. Ana hobi katika. Hebu mwanzo mwanangu, hobi yako nini? Hobi yako nini?
mazoezi. Nipe kama mzee hobi yake mazoezi. Hobi yako nini? Hobi yako nini mwanaume? Hana hobi. Nini kinakufanya unafurahi? Yaani ukifanya unasikia raha. Kuna baadhi ya hobi unaipenda, lakini ukiwa makini hiyo hobi inaweza ikawa hela. Kuna mtu anaelewa? Mimi nataka kushukuru Dar es Salaam. Mwisho wa mwezi nikiweka mshahara wangu wa chukuzi Dar es Salaam na pesa ambayo naipata kwa hobi, pesa naipata kwa hobi ni mara 4 ya mshahara wangu. Kwa maana hiyo hata nisingeenda shule sije kufanya. Kwa nini? Hobi zinapatia pia nini? Sio hobi zote zinaweza kupata baba, lakini hobi nyingi zinaweza kupata nini? Kama hobi pika. Anapogeleza hana usiku akaamka akasema niwaza pia kwanza kuchukua juisi ya matikiti akachanganya na limao akafanya nzuri. Anawaza tengeneza kitabu, akaandika kitabu kinaitwa Pishi la Mama. Ni kati ya vitabu vimeuzwa nchi hii kwa sababu alitengeneza recipes kwa kupiga picha jikoni kwako. Walikuwa wanakosa sana vitu vya nani? Baba. Kwa sababu ya ndio nyumbani. Mwanamke wa surprise. Mwanamume angempa kitabu cha mapishi, maana anamwambia okay, nipikie vizuri. Waingereza wanasema the highway to man's heart is through there. Mama. Wazungu wanasema njia kuu ya kwenda kwenye moyo wa mwanadamu ni kupitia. Ndio maana Isaka wakati anataka kutoa baraka aliomba mtoto wake nitengenezeni nini? Hizi baba mwanaume ukitaka kwenda moyo wake kupitia wapi? Shida sasa tuna wake zetu sisi nyumbani kwetu kupika. Naambia mama wengi sana wanaume wanapenda vitu vizuri vya kupika kupika. Lakini wake zetu hawafanya. Na wao wanasema mzuri wa sura kupakana ndio babana. Kwenye mpisho kulea watoto mzuri sana ndio kupika. Sio kwa sababu siofu leo niko nyumbani na kupikia mwana na mwana kidada mwana ya sio. Yaani kama vile unampunguzia majukumu lakini unajua kuza Mungu wao. Unaona tu baba wanaona kusafiri mpaka na wadada tunasema Yesu ni Bwana. Mama akirudi Eloi. Mama sadaka tano. Sababu ya sasa ndio tunakula vya ajabu. Hapo mama yetu ameshamaliza kupa. Barani umeenjoy unasema. Tajua wewe mama. Ndio maana wanaogelea sana. Mkute kwa restaurant. Kaenda pana familia. Anaambia msikilize. Afu anataka hii ndio mwisho. Yaani yule dada anajua msikilize hii ndio mwisho. Na samaki wa paka. Na samaki wa nasi. Unatumia nasi gani? Yeye anasema anajua anapenda sema nyumbani anajua ni majani. Kwa hiyo tuseme hivi. Anapata tu kwa jina baba na mama na Mungu kupe neema. Tule tuishi. Lakini sio ile watu wanaelewa. Na bahati mbaya unaleta kishafika ukiwa na wale unajua watu hapa na sio inaweza kumbadilisha kwa na kufanya kama bwana yule Mungu ape neema. Kwa sababu tunapokuwa tuna mengi. Haleluya. Tuna mengi. Ndio maana baba wetu wewe na mwenye sifa. Kuta mama akiwa na hapo kuta baba. Anashikana hasira wanaopenda. Kuna mengi ndio wanasema. Muda utumike. Unataka kutumia unanyonya ili angalau kwa kila mtu umekuwa hasira. Ulikuwa na hasira ukiwa hai na hasira wakati unaondoka. Tena nakwambia ukiweza kuishi hapa maisha yanakwambia ukifa Mungu akuchukua. Ndio maandiko yanasema amelala. Biblia isemi kufa unajua inasema fanya nini?
mnaita mpaka walinzi. Ni kama kupata akata roho. Shida nini? Ni uteseke ukiwa unapumua. Unateseka unaondoka ndugu yangu, unaenda wapi? Lakini kuna watu wanaishi maisha haya na yasiyo furaha na utoshelevu. Akitaka kuondoka, anapigia simu watoto wake. Anawaambia mke wake, "Mambo ni fulani kesho." Anawaambia kitu vizuri sana. Penda neno. Yote ni wahusia, kae nayo. Unafunga macho. Peacefully. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sio kuondoka na kamba. Inategemea umeishi maisha. Kuna mtu anielewa? Hakikisha umetengeneza muda wa kufanya nini? Wa kulala na kupumzika. Jambo la nne, tunapatiza mambo mawili. Kulala na kupumzika alafu unaenda kwenye hobby. Jamani, hobby kama huna hobby haimaanishi hauna, ungeigundua. Wote tuna hobby. Tunamtangelewa. Hebu tafuta hobby yako. Muulize kwa mtakatifu hobby yako. Kama unaona umesahau. Kumbuka hobby yako. Tafiti zile za the happiness index, tafiti zinazochunguza nchi zenye watu wenye furaha. Maswali ambayo wanauliza ni nini unachofanya una furaha, kinakupa furaha. Ndio unakuta Scandinavia. Miaka yote ya happiness index ndio wanakuwa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne. Ile Denmark, Sweden, Finland 0. What do you do when you're happy? Nini unachofanya? Sasa utakuja kufahamu wanaume vizuri kwa mimi. Sio kila kinachokupa pesa kinakupa furaha. Mtu ananielewa? Okay. Ni jambo moja kufurahia mshahara wako, ni jambo lingine kufurahia kazi yako. Mtu ananielewa? Sio wote wanaofurahia kazi zao wanafurahia mishahara yao. Ni jambo moja kufurahia mshahara. Wengi tunaenda kazini kwa sababu ya kipato. Lakini kisingekuwa hicho kipato usingeenda. Maana yake huna furaha na ile ndugu. Na ndio maana ukiwa na furaha na kitu unachofanya, issue ya pesa au unapata shilingi ngapi inakuja namba 2, sio namba 1, namba 1. Namba 1 ni ile furaha unapata kwenye kile unachofanya. Ndio maana kwa wale watoto, wasaidie watoto wako kufurahia, kutengeneza kufurahia kitu wanachofanya na sio income pekee. Tuko ulimwengu ambao tunafundishwa na kuonyeshwa kwamba bila hela tunafurahi. Which is a lie. So kweli. Jambo la nne, wekeza kwenye mahusiano yako. Wekeza, amua kuwekeza. Anza na neno amua kuwekeza kwenye mahusiano yako. Kama unataka kuishi maisha ya furaha na utoshelevu, amua kuwekeza kwenye mahusiano yako. Amua kuwekeza kwenye mahusiano yako. Pata nafasi nenda YouTube, nimefundisha maeneo ya uwekezaji. Areas of investments. Ndio moja wapo tunasema investing in strategic relationships. Kuwekeza kwenye mahusiano chanya. Ndio hapo tunazungumza. Kuwekeza kwenye mahusiano, kuwekeza kwenye afya, na kuna maeneo mengine nimefundisha kwa YouTube. Nifunze na amua kuwekeza kwenye strategic relationships. Wanaume wengi kwa sababu ya kazi na majukumu yetu ya kukosa muda, tunashindwa kuwekeza kwenye strategic relationship, mahusiano hiyo ya kimkakati. Na haya mahusiano ya kimkakati yako ya aina mbili. Yako non-intimate relationship, mahusiano yasiyo ya kihisia, na mahusiano ya kihisia, intimate relationship. Mahusiano yasiyo ya kihisia ni mahusiano ya wale unafanya nao kazi, kwa baba wenzako kanisani, mchungaji, watu wa kanisani kwako, majirani, au hisia. Mke, mume, girlfriend, mchumba, baba yako, mama yako, ndugu zako. Hata vitu ambavyo tunashindwa kuelewa kwa miaka kama 3-4, kesi nyingi zinazotokea ofisini ni watu wanawadui na wazazi wao. Nashangaa leo nini kinatokea? Yaani binti ana hasira na mamake, kijana
mama makofi. Nikaona hajatosha, nikapanda kumongeza. Mama. Kwa kuja kusaidia, nisaidie nizuie hasira zangu. Sitaki unisaidie kwa niwe na amani mama yangu. Hiyo naimudu. Mama namudu. Mimi nisaidie kusosea kama ndio na hiyo kubwa kwa unaoelewa. Wanaume wengi hatuoni thamani ya mahusiano. Ukiwa unafikia kwa mmoja wawili, unakuwa baba mtaa wapi? Unaona umemaliza. Niambie, katika vitu vimefanywa tafiti kule Japan na kuchunguza kwa nini Japani ndio nchi inayoongoza kwa life expectancy kubwa. Kwa nini Japani ndio nchi yenye watu wazee kuliko nchi zote duniani? Na kule Japani hao wakaenda kufanya utafiti kwenye kisiwa kinaitwa Okinawa kule Japani. Kule Okinawa katika watu 100, watu 25 wana miaka 110. Nenda kijijini kwenu chunguza watu wenye miaka 100, utapata wangapi? Utakuta wengine wa miaka 90 anapelekwa nje, anaandikwa kama ulezi, anarudishwa ndani. Anaandikwa kama ulezi. Kule Japani wanataka kwa miaka 110 yuko garden, anamua mabubu. Ni mstari. Wale watu wanafanya tafiti, walikuwa nasikia ngoma, watu wanaimba happy birthday. Wanafikiri ni mtoto kiingia. Ni birthday ya nani anasherehekea? Anaambia ni huyu mzee hapa. Anatoka mwaka 97 anaenda 98. Ukisikia tafsiri, wale watu kimbinya hii maziwa anatoka kwenye pua. Wakachunguza kwa nini? Wakasema one of the secret ya wale watu wa Japani ni vitu vinaitwa 3 relationships. Relationships mahusiano ya aina 3. Namba moja, relationship with nature. Close na nature. Wako very close na nature. Wanapenda kukaa kwenye sehemu za bustani, wanaangalia nature, wananywa chai wakiwa nje, wanafuga wanyama, wanakaa kwenye barafu. Na wanaambia nature inakusaidia kuishi muda mrefu. Ukitaka kuelewa, nenda Ramada pale hotelini leo. Ramada, unajua hoteli ya Ramada? Ulizia chumba kinachofesi baharini, alafu ulizia chumba kinachofesi Mbezi Beach. Utakuta hichi $200, hichi $250 au 300. Utofauti wa hiyo nini? You face nature. Huku una face wa bear. Unaelewa? Jinsi ambavyo una face wa bear, maisha yako lazima uvae. Ukifesi bahari, una face nature. Sasa sinakwambia, unapotazama endless vision, maeneo ambayo hayana mwisho, una gain longevity. Kwa sababu unaweza kufanya meditation, you think positive. Ni wale ukienda kwenye mabichi kuna ukiangalia tu. Relationship with nature. Tangia nimesoma utafiti, nyumbani kwangu mbele tulikuwa nakaa nje na kunywa chai nje na lunch na kunywa nje na angalia msitu. Kwenye siku za shule kuna usiku wanaenda pepo. Kwa nini? Mazingira hayaruhusu kuwa na nature, wanalazimisha watoto waende pepo shule. Ni wakanyage nini? Chini. Ndio wao ni kubaliana na jamii yao. Kama unafanya ndio kama baba inatokea juu lakini nature ibaki. Kwa nini? Anataka nature. Relationship with people, relationship with people. Relationship with God, relationship with nature, relationship with people. Wamegundua kule vizee familia moja inakaa babu wa bibi. Wao unashangaa wanatoka kichubani. Huko kwetu tunaona baba, mama. Sana ukienda ni baba amekuja anaumwa kliniki. Nimeenda nyumba za Waarabu hapa Tanzania Upanga. Unashangaa nyumba ndogo kwa watu 9. Mama yake mama. Huyu mama yake mama. Unashangaa tunatoka tu kuchubani hivi hivi. Ndio maana Waarabu ni mmoja wapo ya majamii yanayoishi muda mrefu. Kwa nini? Sisi huwezi
tunagombana. Akija hivi anaona mtoto mbona sio safi. Ndio anaoga kweli. Okay. Unawafukuza. Hii mziki wanataka. Relationship with people. Tumeumbwa. Tafiti zinasema hivi, mtoto akizaliwa akawekwa hapo bila kuguswa na kuwa na mahusiano, akapewa chakula kwa njia ya kiteknolojia bila relationship ya aina yote, kuna siku zikifika anakufa. Hawezi kusurvive. Kwa nini? Amekosa connectivity. Ndio maana tunasema human being is biological, is spiritual, is social. Mwanadamu ni spiritual, ni wa kiroho, ni wa kibiolojia, ni wa kimwili, lakini ni wa kijamii. Tunahusiana. Kwa Kiingereza kule kwa sura wanaita ubuntu. Kiasi gani ubuntu? Sisi na relationship with supernatural, relationship with power, relationship with faith. Sasa wenzetu kule wana imani na Mungu, lakini wana imani na kitu fulani. Wanaita asili, nature, supernatural, miungu. Sasa wewe vipi unamwamini Kristo? Watu wenye imani tafiti zinaonyesha wanaamini wana uwezo wa kuishi mtabiri pamoja connection. Kwa mahusiano na imani, mahusiano na nature, mahusiano na watu. Sasa ukija kugundua sisi wa Afrika kati ya maeneo ambayo tuna faith, mahusiano na watu changamoto, mahusiano na nature changamoto, mahusiano na imani changamoto. Hiyo kwa kwenye nature, mtu akipata kiwanja anawaza hatua za kujenga. Hiyo wale tu ukienda wapi anaanza kwa business mpepo wa nini unaula pale. Ni mpepo mpepo. Bahari ndio sehemu yake. Unaona kwenye nchi nyingine jinsi ambavyo unatoka kwenye milima ndio gharama na. Sio kama na nchi nyingi, ndio unapokwenda kwenye milima ndio gharama na hata wao wakao kwa kwenye jinsi ambavyo unashuka chini kwenye congestion ndio jinsi ambavyo. Na ndio maana ndio maana hata kutana hapo kuna viwanja vinaitwa high density, medium density na low. Katika hiyo ni vipi ya bei kubwa? Kwa nini low density ni kubwa? Kwa sababu nini? The more unapokuwa na space, the more unaweza kuruhusu nature. Sasa kuna wengine hapa Mungu ametupa space. Tuna mageti iko cool. Hapo ni garden tu. Lakini hata siku moja ipata muda wa kukaa. Ni mdada wa kazi ndo anaenjoy huko na ukiondoka anaenda na marafiki zake. Wote tumeenda pale makochi ya nje na vitu vya kubembea. Uulize wewe bembea hapo ni. Kama niwaambia watu wa Mungu, kuna watu tunaishi maisha yanafanana kabisa na misukule. Lakini wewe unaishi kwa sababu unapambana sana maisha, umejitahidi sana kuweka miundombinu nyumbani kwako, lakini wewe ndio kidogo. Kwa kila upeleke kwenye ndege anaenda kupeleka mzigo au anachukua mzigo. Kapanda hii ndege wewe na familia yako ambayo hamna mzigo. Ni wewe tu kwamba tunaenda holiday. Tunaenda kupumzika. Mtu ananielewa? Amen. Mtu ananielewa? Amen. Hakikisha umeboresha mahusiano yako. Wala kwa Mungu ametupa neema ya kupata kipato fulani. Hata nyakati mwanaume banga holi, kwa nzungumza na baba alioa. Tengeneza holi. Toka na familia yako. Utakuwa mbali sana. Kama Mungu akupa neema hiyo, sawa. Watanzania wako zaidi wanakwenda Dubai, Afrika Kusini, Thailand, Mauritius, holiday. Fanya ukiweza. Ukishindwa nenda hata mkoani. Wale wachanga ambao tunaenda Moshi, ile ni sawa, lakini ile sio holiday, ile ni family gathering, ndio family gathering. Yaani mkusanyiko wa familia. Unasema ni holiday ya familia hapana. So wengi tunaenda tunakuwa wengi hata ndani na mke wako. Na halafu unakutana asubuhi, ngoja hapo.
Unajua atalala wapi? Maana tunajua mko wengi. Ni kitu kizuri kifamilia, lakini hatukuongezei bondi wewe na mke wako na watoto. Lakini tunaongeza bondi ya nini? Familia. Ile inaitwa family gathering. Na mtu ananielewa? Hata Israeli ilikuwa kila mwisho wa mwaka unakuwa kwenda, lakini kuna ile family holiday. Unapata muda wa kwenda na familia yako sehemu. Na baada ya family holiday nawaambia couple wengine tofautisha family holiday na couples holiday. Couple holiday ni muda ambao unatoka wewe na nani? Wewe na nani? Wewe na mama, sio na mama. Mama ndio alizaa wewe. Bwana sifiwe. Wewe na mke wako. Najua wengine mnaogopa hiyo kwa sababu ule mdomo wake ule. Unataka kusema kama kaupepo kapali kidogo. Unafia huko. Unajua hivi tu hapa na upepo ulikuwa unaongea. Nikampeleka silipu wewe huyu. Sitafia huko. Baba mmoja akaja usini kwangu nikamshauri, "Ndio kwa kwenda na huko mimi nimejua nimekosea sana na nitakuaida kwa hili, nitamtoa hivi." Kama anafanya kazi fulani jini akamwambia, "Wife, leo usiende na gari. Nitakufuata kuna sehemu tutaenda." Akaniambia, "Namtoa leo." Kama Mungu akubariki. Kesho yake asubuhi nitakuta miss call nyingi kweli za jamaa. Vipi? Anarudi. Yeye kitu kinafundisha kumbe watu wengine ndio wanaweza. Mimi naona imechini. Nikamwambia, "Bwana anapeleka slipo." Nifika, kwanza nimemfuata kazini kwake. Mpaka kutoka na gari. Nimemchukua badala ya kulipa na watu naingia kaunda. Wapi kama wewe twende kufia kwa nini? Kwa mara ya kwanza jamaa anatoka mke wake. Sasa mimi nimeamua kurekebisha matatizo ya yangu au nisaidie. Ndio. Sasa nimefika slipo. Naona slipo. Masaki. Amepaki, yaani leo amepaki hivi. Wanataka kutoka. Wakatoka kidogo wakaenda ni Karambezi wakakaa, mama ameona fahari. Kaangalia. Akamwambia, "Kwa hiyo huku unalipaki." Kwa hiyo hapa ndio wanakaaga. Ndio wanakaaga hapa hichi ndio wanakaaga. Naambia nani nawaleta? Sio nawaleta. Unapaki pale unapaki unakaa. Leo sio makosa. Kama unaleta mimi ndio wanataka kwa makosa. Baba kama anaenda washroom. Akaenda kupaki. Akawasha gari akampigia mtu akamliko kwenye gari. Kama unabaki hapo, basi tumeshaona utakula. Kama unaenda nyumbani na mimi, niko kwenye gari. Ukichelewa dakika 3 naondoka. Bora mama anakuja. Na umeshaona. Mama anashuhudia. Na hizi wanaume zangu wanaweza muziki mimi. Ninyosha mkono. Yaani kaupepo kadogo tu. Kabati mazani ya Mungu. Sisi ndio mama nipoleka mtoleke. Ndio kufunga nini? Kuna biskuti kuna kidogo gani? Na baba hawataaisha hata kwa mshalipia. Unaondoka. Unanielewa? Amen. Sasa usichukue kama mfano baba kwa staili hii, sio hivi. Mahusiano. Bwana sifiwe. Amen. Bwana sifiwe. Jenga mahusiano na familia yako. Jenga mahusiano na watu wa nyumbani kwako. Jenga mahusiano na watoto wako. Naomba niwaambie, tumefanya tafiti. Right here in Tanzania. Kwa nini watoto wanakufa na disappointments? Kwa sababu nature ya kazi na muda tunayotumia kazini inatutenga sana na watoto wetu wanao karibu. Alafu unaporitaya ukarudi nyumbani, unakuja kugundua relationship, mahusiano ni muhimu sana. Unawahitaji sana mke wako na watoto wako. Alafu that point hawako karibu na wewe. Kwa nini? Ni maandiko yanasema utavuna uliko, maana huwezi kuvuna ambako. Kama unafikiri ukikana sana mahusiano na watoto wako, wakati huu unafanya kazi, make sure they are close to you. Kama
zako. Sasa mke wako siku unalitaka unakaa nyumbani, naona mzee mmoja anacheza kama anakuwa mkali kwa watoto wake, kwa sababu kila watoto wake wakioa kila wakati anawapa nyumba. Akaja kugundua aidha wanataka kuziuza au wanapangisha. Hakuna mtoto hata mmoja katika yule mzee alikaa nyumba baba baba. Kesi kali naongea nao. Mzee anaongea sana. Anaongea na mtoto, anaambia mzee ni kaksi. Akikupa kitu chako ukipokea na kunyanyasa. Kwanza hatuna mahusiano mazuri. Kwanza kamtesa sana mama yetu. Nikaja kugundua yule mzee baada ya kumaliza kila kitu na maisha yalikuwa mazuri, anataka arudishe upendo kwa watoto. Hakupanda ule upendo, watoto wa very close na baba, close na mama. Hakuna kama na waliokuwa wanachukua walikuwa wanataka kuuza. Walipo baba alisema baba, nyumba niliyokupa kama ukae uirudishe, usiuze au usipangishe. Mama anamshauri baba nyumba yake. Kwa nini? Sikuelewa mpaka waliponiambia nature ya baba yake. Kamuza mzee akamwambia mzee, you will never reap where you never sow. Hutaweza kuvuna hali ya kufanya nini? Kupanda. Leo unalazimisha kutaka kuvuna wakati ukifanya nini? Kupanda. Ile baba alilia machozi machungu, lakini that is the reality. Mtu anaelewa? Kaa vizuri na mke wako. Naomba niwaambie baba mdogo wako, mlionikaa mtanielewa. Kuna siku unamhitaji sana. Yaani unamhitaji tu awepo karibu utakapokuwa nyumbani. Sasa hivi kama unafanya kazi na unafanya biashara, hauko sana nyumbani, huwezi kunielewa. Kwa sababu uko busy nje. Ila naomba nikwambie kuna muda age yako ikifika, unajikuta rafiki yako uko ni remote. Yaani kipindi hicho unajua kila kipindi na mtangazaji unamfahamu hawa juzi. Unawajua wote watangazaji una muda mrefu sana kwenye TV. Because watu ambao wana mahusiano na wewe hawako karibu na wewe. Mwanajeshi mmoja nikamkuta kwenye nchi fulani ndio anafanya ushauri, mwanajeshi mmoja amekaa. Sasa nikaa mkiwa nyumbani, mke wake akawa na kifika saa 8 anaoga, anavaa, anapiga, anaondoka. Yule mama yule mwanajeshi akasema, tena kwa brigadier, akasema na kama anamchukua, haiwezekani. Kesi kama nikamuuliza yule mama vipi? Ananiambia, "Dr. Chris, I don't have a man. Sina mwanaume." Mbona unaniambia nataka sasa hivi ndo dawa ile ndio kulinda nyumba. Ananiambia mara nyingine natoka hata sijui naenda wapi. Yaani nikiwa natoka niko kwenye gari nauliza mshosi wangu huko, nije nikutembelee. Yaani atoka tu aondoke azunguke arudi jioni. Yule baba anakaa mwenyewe. Ngine kama yule mama analipa maumivu. Jamaa anafanya kazi. Na haikuta miezi michache. Utasikia wanafanya mchango, anapelekwa India, figo zinaishu, sukari imefanya hivi. Nani kagundua kwa nini? Wengine payback time. Muda wa kufanya nini? Sasa kama umefanya uko vizuri na mke wako au na watoto wako au na ndugu zako, haitakuletea shida sana. Namba 5. Last but one. Topic inaikumbuka? Inasemaje? Mambo ya kukumbuka, kuishi maisha furaha na utoshelevu. Kuishi kwa furaha na utoshelevu. Furaha na utoshelevu. Jambo la 5. Hakikisha unaamua kujipenda, kujijali na kujithamini. Hakikisha unaamua na unaweka mikakati. Hakikisha unaamua na kuweka mikakati ya kujipenda, kujijali na kujithamini. Kujipenda, kujijali na kujithamini. Kwa neno moja Waingereza wanaita raise your self-esteem. Kujipenda, kujijali, kujithamini. Wanaume kwa sababu ya demands, vingi vinajaliwa kutoka kwetu. Vingi vinahitajika kutoka kwetu. Tunaweza kupenda familia zetu na tukazijali, tukajisahau sisi. Ndio maana tunasahau kulala vizuri. Ndio maana tunasahau kula vizuri. Na mara nyingine kwa wake zetu wanasahau kwamba tunapenda kula vizuri.
unajisahau wewe, you forget me. Naomba niwaambie, tunapotrain kwenye corporate kitu tunaita work life harmony, namna ya kuweka uwiano kati ya maisha ya kazini, biashara na maisha ya nyumbani. Kuna vitu vitatu: there's me, there's work, kazi, and there's family. Vitu vitatu. Kwa hiyo lazima kuwe na balance kati ya wewe, kazi na familia. Watu wengi wanafikiri ni kazi na familia. Hapana, there's you, me. Mwanaume, jifunze kutafuta kitu kinaitwa me time, muda wa kuwa na wewe mwenyewe. Huu ndio muda ambao tunafanya meditation. Huu ndio muda ambao unaenda unafurahi ukiwa peke yako. Sasa muda wa kufurahi ukiwa peke yako, ufanye kitu kwa baba. Ni muda ambao unakaa kutafakari kwa Mungu, mafanikio Mungu alikuwa anamshukuru Mungu ukiwa peke yako. Kama unataka unafanya kufurahia, you get that happiness ukiwa peke yako. Naomba nikwambie, tunahitaji me time. Yaani naomba nikwambie, kuna mahusiano kati ya wewe na watu na kuna mahusiano kati ya wewe na wewe. Haya mahusiano kati ya wewe na wewe yanajengwa unapokuwa na muda